Kuna msichana yuko hapa alikuwa anaongea kwa social media sana, anaitwa Manzi wa Mombasa, akasema ametoka hii kanisa ni kwa sababu yeye ni anaondoka huku kwa sababu anaona ananiaibisha. Manzi wa Mombasa, hauniaibishi, kwa sababu kanisa haikukuja kwa ajili ya wale watu wazuri, na wale wana support Manzi atoke kanisa. Manzi usitoke, hata kama hapa Mungu mwenyewe atakubadilisha. So guys, kuna Manzi wa Mombasa amekuwa kitrend. Manzi wa Mombasa amekuwa akifanyishwa interview hapa na pale, aki-explain, akipeana sababu aswa alitoka kwa church ya Pastor Kanyari ama Prophet Kanyari. So, zile reasons alianza kupeana mingi zilishtua watu wengi sana. Lakini kuliko tukumrudie jina, wacha dunia nzima ijue mimi na Fem tunapendana, na mimi na Fem tuko ready for marriage. Watu wakakuwa na maswali mingi sana. Wanajiuliza a lot of questions. Kumbuka, mtu yeyote akishakuwa na scandals hapa nje, Pastor Kanyari hiyo umleta kwa church yake, anasema atamuombea na atachange. Tumeona wengi. Kulikuwa na Kaka Kawira, ukakuja Manzi wa Mombasa, kukakuwa na Naipei, kukakuwa na ule msichana alikuwa wa this Russian guy. But yule na yeye aliondokea mapema sana, kitambo sana. So Manzi wa Mombasa alisema kuwa yeye, yes, alishukuru Pastor Kanyari, yes, kwa like kumshughulikia kwa kila kitu. Alienda pale akiwa down, amemuencourage, amemwambia itakuwa sawa and all that. Appreciate for that, amemfungulia job and all that. But ikifika ni wakati wa mapenzi, like hii jenda ingine hapendi, anapenda hii jenda ingine yake. So yeye alikaa pale ameshindwa kukaa na naona anamuaibisha. Hiyo ndio reason alipeana. But I make sense hata kidogo. I make sense. Unajua wasichana wengi huenda pale kwa Kanyari, kila mtu akiwa na expectations zake. Kuna ile kitu inapeleka mtu pale, maybe anafikiria juu ile kanisa hukuwa na watu wengi, nikienda naweza angukia kisponsor, naweza angukia mtu na kigari. At least nipate mtu. So mtu akifika kule anapata mambo huko ni different. Ama labda ile kitu inakuanga kwa minds zao ni eti nikienda pale maybe anaweza nioa. Unaona vitu kama hizo. So kufika pale mtu anapigwa na mtu anakuwa disappointed bwana. Anapata huyu mtu naye. Nakumbuka kuna ile video ilikuwa ya Kanyari. Kuna wakati alikuwa na trend wewe. Akisema like yeye sio mtu wa kanisa yake. Haezi hata kidogo. Na kuna kitu pia Manzi wa Mombasa alimention na ikanishtua sana. Remember Kanyari akichukua mrembo pale nje mmoja yako na maskando mpeleke kwake, watu usema like huyu anaenda kuwatumia. But ile kitu Manzi wa Mombasa alipeana ni different. Ama maybe labda ni vile pia yana kwa ule mrengo mwingine, maybe haezi jua hizo vitu. But wacha tufuate tu hiyo nini yake yenye alipeana kuhusu Kanyari. Like alisema si ule mtu wa juu amekusaidia, pia anataka umlipe na ile njia nyingine. Unaona ni sawa, hiyo ni sawa, tutakubaliana. But mrembo ni kama alienda pale akiwa na ana expect kitu kutoka pale, maybe labda watawana na Kanyari siku moja. Kanyari ukijaribu kumwangalia kwanza alisema hizo mtu wa chachi yake. Hiyo ni kitu ya kwanza. So ukienda kwa chachi yake obvious unapaswa kuunajua that yeye mambo na washirika. Kanyari kitu ya kwanza akichukua wasichana yeye hata atakangi kitu mingi. Ni jina tu anataka. Kila wakati kwa kila Sunday ama ikilikuwa kila wakati ni Kanyari. Kulikuwa na Kawira akakuja akajam. Alikuja akakasirika na akajitoa. Maybe alikaa pale akaona ule mtu maybe ni kwa natarajia maybe tutaweza wana siku moja tu wana harusi ashughuliki. So mtu unakaa pale unaona you are wasting your time, una quit. Unaona unajitoa tu pole pole. Ndio Mario Naipei sai. Sasa Manzi wa Mombasa amejitoa, and ile kitu watu wanasema kuwa ni vile Mario Naipei aliingia
Na unajua Kanyari wanashanga hapo mbele ya chache, hey, my wife, my love, my nini. But at the end of the day, hata naipia atakuja kujitoa tu. Atakaa pale, achoke. Apate hakuna kitu inaendelea. Huyu mtu hata shughuliki. Huyu mtu akili yake iko kwenye yangu iko. Na hivyo ndo, hiyo kitu itaisha hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Kanyari anaendanga the new trend. Ni kama tu mafashion za manguo. Hii kikuja, huwezi rudi kununua yenye ilipita. Unashughulika na yenye imeingia saa hii. Yenye ni mpya, yenye ndio kusema saa hii kwa town. So huyo ndio Kanyari wetu sasa. Wale wasichana wana trend na vituko maskandal zile za kushangaza, like za kushtua. Yeye huenda anawachukua. Anawaleta kwa kanisa yake. Na ndio maana watu wanasemanga kanisa yake ni club. Cause kila mtu wa kila aina. Na yenyewe kuna kitu pia alisema ili make sense, like kanisa haikujengwa ama kanisa haikuwa like haikujengwa kwa wale watu ambao si watenda dhambi. Ilijengwa juu ya watenda dhambi, cause kila mtu ni mtenda dhambi. We are all sinners. Na at least na enyewe wasichana wakienda pale tunaonanga change. Like Manzi wa Mombasa alikuwa na dress fiti sana by the way. Ndio wamefunza huyu Marion Naipei. Kumbuka hapo nyuma kuna nguo tu alikuwa anavaa tu zina expose na ni chache. Tukikaa kidogo tukaona tena dressing code yake tena imechange. Kumbe Manzi wa Mombasa ndio alikuwa ameanza kumfunza. Yeye alikuwa amezoea zile za watu wa club. Zile tu kinua hivi zenye upande alifanya. Hizo ndo alikuwa anakuja nazo na ugopi. Kwa hiyo ni life amezoea. Baraka pata na mtu mwenye amereform, mtu amebadilika. Ni vile tu roho yake iko tu kwa huyo mrango mwingine. Lakini mimi naonanga like trust these TikTokers ama watu at own risk. Juu manze tu ndo alikuwa asijua amefake nini wakati mwingine hapo. Anasema yeye ni wa mrengo mwingine ndiye alipata mtoi. Mtoi alipataje? Unajua sometimes tujiulizanga maswali. Hao tunaonanga wakifanya vituko unashangaa like hawaibiki. Si ati kuaibika. Wanakuanga mboka ni business. Mtu ana choose ni aibike na nipate kitu ya kukula. Kuliko nijifanye sitaki aibu na niteseke. Hiyo ndio maisha wamechoose. Unaweza enda hata upate huyu mtu ni mtu anadili na men. Ako sawa. Sio mrengo anajifanya ako. But ni anajaribu kutuletea hapa like ana date. Wasichana ndio kuna support tu. So unajua watu wanapendanga hizo vitu. Hizo vitu zinakaa hivi tu. Hizo vitu chafu vitu mbaya. Watu hawapendangi vitu straight hapa. Na watu wanapenda sana kusupport wale watu wenye wako straight. Mnaonanga hata men. Watu unaweza enda upate live imejaa watu hivi. But ile iko straight kuna wife and husband. Unapata ni watu wawili tu wanaongea hapo wanajiongelesha. But enda hiyo yao ujione. 2K, 3K watching. Na si kitu yani inawajenga. Unaona? Sasa ni binadamu sasa. That's why nimewaambia hao watu unaonanga wanatuletea vituko za maajabu. Wanakuanga business. Wanakuanga biashara. Sasa pata huyu mtu ni mtu wako straight. But juu ya pesa, tamaa anataka maisha ya soft. Inabidi sasa ajifanya pretend kuwa ako hivi. So what do you think kuhusu story ya Manzi? Let me know what you think. Subscribe, like, comment and share. Tupatane kwa the next video. Bye.